bila busara za Mungu hatuwezi tukafika popote, kwa sababu tunamfanyia Mungu mambo mengi pasipo kutumia busara, pasipo kutumia ufahamu kwamba hili jambo nalitenda mbele za Mungu. Mtu anakuja kanisani kimazoea afanye, yaani mtu mwingine sasa hivi tunaona hata unakuta huko njiani tunapita mama zetu, yaani wamekosa busara. Unakuta ni mama mwenye heshima zake, ni mkubwa ambaye labda ukimwangalia kwa mfano anaweza kama amemzaa baba yako, anaweza kama amemzaa mama yako, ila unakuta anafanya mambo ya ajabu, yaani anafanya kitu ambacho hata wewe mwenyewe unajiuliza, hivi huyu ni mama kweli au ni vipi tu, yaani au labda maisha amempiga, ni binti mdogo. Unakuta mama kabisa, ila anaenda kumuoa mtoto mdogo, yaani kijana mdogo ambaye wewe ni kaka yako, yule mama kumzaa baba yako, ila anaenda kumuoa kijana, yaani mama ndo anao. Yaani mambo yamekuwa ya ajabu. Hiyo ni kwa sababu ya nini? Watu wamekosa ufahamu kwamba hivi mimi ninapomuoa huyu hapa si ni mjukuu wangu, ninapofanya haya mambo ya ajabu, hawa watoto walioko nyuma yangu wanafikiria nini? Mfano namtaja pale ya wazuri ile asubuhi, yaani wadada wako uchi, kinachowasaidia ni kwamba yaani tu wamevaa nguo za ndani, yaani wako uchi, anavaa kishati mtu, hata hivi nililovaa langu refu, yaani hivi langu ni refu, anavaa kishati tu na nguo ya ndani basi. Yaani hiyo yote ni sababu tumekosa busara, ufahamu mbele za Mungu. Yaani inabidi tuzidi kumuomba Mungu moyo unyenyekevu, tuzidi kumuomba Mungu busara, yaani kwa sababu mambo yamezidi kuwa ya ajabu, yaani yamezidi kuwa ya ajabu sana katika dunia hii. Yaani dunia imezidi kuharibika. Yaani dunia ipo kama ni gari linaelekea shimoni, yaani linaelekea kule ambapo ni korongoni. Kwa yaani hapo inabidi tuzidi kumuomba Mungu rehema na neema zake. Yaani kama dunia ingekuwa ni gari, sasa hivi tayari tungekuwa tumeshadumbukia korongoni, yaani tulikuwa tayari tumeshakufa wote. Ila kwa sababu ya rehema za Mungu na neema za Mungu, ndio maana tuko hai hadi siku ya leo. Yaani wengi wanazidi kusema unakimbilia kwa Mungu sasa hivi, uko kijana hivi unaenda kuokoka, huo ni unyonge, sijui nini. Unaenda kuokoka kwa Mungu sasa hivi, wewe inabidi ule maisha kwanza, uenjoy kwanza, sijui nini. Ila yote hayo ni kwa sababu watu wamekosa ufahamu, wamekosa busara. Yaani wanasema mimi niko sasa hivi, mimi nikiona vile nimefikisha miaka 40, 30, nguvu zimeanza kuisha, ndio naenda kuokoka. Sasa hivi inabidi nitafute hela kwanza, sasa hivi inabidi sijui nifanye nini. Yaani watu wanasema kabisa, yaani hadharani wanawadharau watumishi wa Mungu, sijui nini. Yaani sasa hivi nyakati za mwisho tumeshakaribia. Yaani kama nyakati za mwisho, yaani zipo usoni mwetu, zipo mlangoni, tunagonga hodi. Yaani mwana wa Adamu, yaani yuko tayari kuja kuwachukua wale watu ambao ni wake. Yaani watu kama manabii wa uongo tayari wameshatimia. Yaani vitu vingi vinatendeka duniani, sababu hata kusoma kile kitabu cha Ufunuo, ishara nyingi ambazo Mungu alitupatia kwamba zitakuja kutimia, ni kweli tayari zishaanza kutimia. Yaani zimeshafika tayari, zimefika. Mashuleni humo wanafunzi wanatendana vitu vya ajabu, unakuta mpo kweli mambo wanayofanya wanafunzi wenzao, yaani anakuwa ni mambo ya ajabu kabisa. Wanafunzi wanafanya mambo ya ajabu, unakuta sometimes walimu ndio wanakuwa chanzo cha yale mambo kutendeka. Unakuta mwalimu anayewafundisha anaenda anamtongoza binti mdogo wa kumuani mwalimu mkubwa ambaye ana miaka 30, 40. Yaani unakuta wanafanya mambo ya ajabu, yaani mambo ya ajabu. Dunia imeishi. Inabidi unapokuwa chochote unachokifanya, unapopiga hatua, unajiuliza hivi mimi nimetenda wapi? Unafanya hivi, unajiuliza hivi mimi nimetenda wapi? Unapofanya biashara inabidi uweke mipaka. Kuna mambo unafanya sababu unafanya biashara, na wateja wengine wanakuja sio kwa sababu ya kununua, na wateja wengine wanakuja ili kukuharibu wewe kile ulichofanya. Hata tunapopeana mikono na wao, inabidi uwe makini, sababu sio kila mtu anakuja kwa nia njema. Mwingine anaweza akaja hapa hata usiweze kumdhania. Yaani watu wa shetani wanapokuja, kama polisi anapoenda kumkamata yule mwalimu, anaenda kwa njia ya upole, anaenda amevaa nguo za kiraia, yaani anaenda kuliko hata yule mtu ambaye ni raia kabisa. Yaani hata wewe hapo ulipo ukiwa ni mwalimu, polisi jinsi atakapokuja kukukamata, hautaamini. Sasa na yule jirani yako ambaye ni rafiki yako, utamwona yule pale kama ni adui kwako. Anakuja kwa njia ya ukarimu, anakuja kwa njia ya upole. Hiyo yote ni triki za kuja kukukamata ili usiweze kumshtukia. Hata wale maajenti wa shetani wanapokuja, unaweza kumwona hata yule rafiki yako ambaye anakushauri mema ni mtu mbaya. Unaweza kumwona jirani yako, unaweza kumwona mzazi wako, yaani ni mtu ambaye
kishetani, anafuata njia za kishetani, yaani anafuata njia mbaya. Lakini kumbe yule unayemwona mbaya ndio mzuri kwako, ila yule agent wa shetani anapokuja atakuja kwa njia ya ukarimu. Mfano kama Mason wanapotumia hizo njia zao ili kuwavuta watu kwenye kikundi chao, anaweza akaja hapa kanisani, anatudhamini sisi hili kanisa, anaweza akatuletea viti vingi na spika, anatujengea jengo kubwa, wanatufanyia kila kitu, sare wanatushonea. Baada ya hapo nini kinachofuata? Yaani unakuta baada ya hapo anakuambia mimi hapa bwana nina mkuu wangu sijui ananifanyia hiki na hiki. Na kwa sababu wewe ukianza kuangalia nyuma, huyu mtu amenipa hela, amenijengea kanisa zuri, amenijengea kila kitu. Labda kama washirika wengine walikuwa hawana nyumba, amewajengea washirika wangu nyumba, sio amefanya hiki na hiki. Bora tu nikaonana na Mungu. Kama yeye amenifanyia hiki, Mungu wake si ndio atanifanyia kitu kikubwa zaidi. Baada hapo nini kinatokea? Mtu tayari anajiingiza katika mambo ya ajabu, mtu tayari anajiingiza kwenye utoaji wa kafara. Sana hata hiki kipindi ambacho tunakielekea cha uchaguzi, inabidi tuzidi kuomba sana. Watu wanazidi kufa, wengine sio kwamba kila kiongozi ambaye anaingia madarakani anaingia kwa njia sahihi. Wengine wanaingia madarakani kwa kumwaga damu ya mtu. Unaweza kusema labda ni kwani nikiomba kuna nini? Sio wanakufa au wanaokufa. Hauwezi kujua, labda jina lako lipo katikati ya ile listi ya wale watu ambao wanatakiwa kutolewa kafara katika umma. Hauwezi jua kwa sababu unaweza kusema mimi nianze kuomba kwa sababu ya uchaguzi. Sio wanaona wao huko juu. Unaweza ukasema niombe kwa sababu ya uchaguzi, mimi unaanza kusema kwa mimi mwenyekiti wa mtaa ananijua, kwa mimi mbunge anayegombea huko ananijua, kwa rais anayegombea huko ananijua, ila huwezi kujua labda jina lako linaandikwa kwenye ile listi ya wale watu ambao wapo damu zao zipo kwenye kumwagwa katika hiki kipindi cha uchaguzi. Kwa inabidi uzidi kuomba. Unaweza kusema kama hivyo labda tembei na kipindi cha uchaguzi nakaa tu ndani najifungia na kula na lala. Yaani kama usipoomba, maombi ndio yanayohitajika. Kifo kitakufuata popote pale ulipo. Unaweza kusema mbona watu wengi wanatolewa kafara kwa kugongwa, watu wengi wanatolewa kafara kwa kufanyiwa hiki. Unaweza tu ukatoka pale mlangoni kwenu, ile kitendo cha kuvuka tu hivi mlangoni ushakufa. Kwa hiyo inabidi uzidi kuomba kwa sababu haujui nini. Yaani hapa hakuna anayejua kwamba baada ya dakika 2 mbele nini kitakachotokea. Yaani hata ile sekunde yako moja unayovuta pumzi, baada ya sekunde moja hujui nini kitakachotokea. Kwa sababu ni wengi tu tumesikia. Unakuta mwingine ukipiga naye story leo, umeongea naye, umecheka naye, umemtania. Wengine umemkosea leo, kesho unashangaa unasikia amekufa. Yaani hatujui nini ambacho kinakuja mbele yetu. Kwa inabidi tuzidi kumuomba Mungu sana. Yaani maombi ndio kila kitu, maombi ndio ufunguo wetu. Yaani maombi ndio kila kitu kwenye dunia. Inabidi tuzidi kumshirikisha Mungu katika kila jambo. Mtu anapokuja mbele yako, inabidi umuulize kama Mungu. Hebu Mungu, huyu mtu anakuja mbele yangu anataka kunisaidia. Huyu mtu anataka kunifanyia hiki kitu. Muulize kwanza Mungu, huyu mtu ana nia njema kweli, anaona kwamba mimi nina matatizo? Kweli anaona kwamba mimi nimefika fulani ndio maana amekuja kunisaidia? Au ni njia tu za shetani? Kwa sababu Mungu yeye hawezi kumwacha mja wake. Akiona kama umeenda kweli kwake kwa moyo wote umemuomba, lazima Mungu atakuonyesha kwamba huyu mtu mwanangu ana njia mbaya. Huyu mtu anatumia hizo njia za kukusaidia ili akuingize sehemu fulani. Ila kama ni mtu mwema kweli, ameona una shida, Mungu atakwambia kwamba huyu mtu amekuja kukusaidia. Yaani inabidi uzidi kumshirikisha Mungu kwa kila jambo, yaani kwa kila jambo. Hata kuna muda mwingine kuna watu wanakuja wamekaa labda barabarani, wengine wanapiga sauti, mshangaa anasema naomba msaada. Wengine sio kwamba wanaomba msaada kweli. Wengine ni njia tu ya kutaka kufunga wewe biashara. Wengine ni njia tu ya kutaka kufunga wewe kiroho. Yaani inabidi unapotaka kutoa ule msaada, labda unataka kutoa hela, umpe yule mtu. Jiulize kwanza Mungu, natoa pesa yangu mfukoni, nampa huyo mtu kweli nimemwona huyo. Hata mwingine anaona ni mwingine haoni macho, mwingine ameparalyze tu, ndugu zake wanamweka pale wamemchoka. Inabidi umuulize Mungu, ni kweli natoa hii hela inaenda sehemu sahihi au inaenda sehemu ambapo watafunga kibiashara? Kuna wengine wanasema mimi Mungu ananiona, mimi sijui nini, ananiacha sijui nini, biashara zangu hazikui sijui nini. Sometimes unakuta ulitoa pesa kwa mtu alikwambia ana shida, lakini kumbe alikuwa anataka akufunge wewe kibiashara, alitumia labda na maadui zako. Unakuta kuchukua pesa ya mtu fulani
Vinapofanya biashara pesa zinakuja kwako. Anapofanya biashara pesa zinakuja kwako. Kwa hiyo yaani inabidi uzidi kumshirikisha Mungu katika kila jambo, kwa sababu ni mengi yanayokuja mbele yetu, ila Mungu tu anatusaidia, kwa sababu yaani muda mwingine tunaweza tukasema Mungu, mimi kwa nini hujanipa macho ya roho? Lakini Mungu anaona labda yaani huwezi kuvistahimili vile vitu ambavyo utakuwa unaviona. Kuna mwingine unakutana naye njiani, ila yaani mengine anakuwa ni madini, kwa sababu kuna rafiki yangu aliniambia eti yeye rafiki wa dadake yaani mguu ulikatwa hivi hivi, mguu mmoja, kwa sababu eti aliona mdada akasema huyu mdada mzuri, mdada mzuri. Yule mdada kumbe alikuwa ni jivu. Akamwona yaani na yule mdada alivyoona mbona mtoto amenitamania, akamchangamkia akamwambia mwanangu, sijui nini, mimi mama namjua, twende nipeleke kwenu. Yule mtoto anampeleka kwao, anafika njiani anakuta nyoka kubwa mbele. Geuka nyuma, yule aliyekuwa naye hayupo. Ile nyoka ikamng'ata. Anapiga makelele, wanamfikisha hospitalini, wanamwambia mguu tayari ushaoza. Kwa kabidi wamkate mguu. Yaani kila mtu tunayekutana naye njiani ni mtu mwema tu, labda so mwingine anaweza kukwambia labda naomba nikusaidie kitu fulani, au naomba nikupe kitu fulani. Mwingine anaweza kaja kwa njia ya ukarimu, unamwambia maisha yako, yaani maisha yako. Sio kila mtu kumwambia siri zako, sio kila mtu kumwambia maisha yako jinsi yalivyo. Yaani wengine inabidi tuwafiche, kwa sababu wengine anakuja labda anaanza kukwambia yaani mimi maisha yangu magumu, si biashara zangu ngumu, natafuta mtu sijui nini, unafanya nini biashara aina hii, unaona mbona mimi hapa nauza maembe, afu mimi nauza maembe, nataka mtu wachangu sijui akafanya biashara fulani panauza vitu vinafika sana, nasema hapa nipata rafiki, unaungania rafiki, lakini huwezi jua ni nini ambacho yeye anakifikiria hadi ameanzisha zile story. Yaani huwezi kuelewa kwamba huyu amefuata, yaani inabidi ujiulize huyu amefuata nini hadi ameanzisha hizi story. Amejifikiria nini akilini mwake hadi ameanzisha hizi story. Na au unakuta muda mwingine una biashara zako, unafanya biashara au labda unanunua mzigo. Moja kwa moja unaenda kwa mama fulani. Mama fulani, nimechukua mzigo fulani. Mwingine tu akishika tayari anatia guni kwenye ule mzigo. Labda kama ilikuwa ni biashara fulani, mfano umejua juisi, umemuonyesha nini? Hebu hiyo picha nimeuza mzigo wote umeisha, sasa hivi nimechukua mzigo mwingine zaidi, na nimepata faida kubwa. Tu ni naye anaangalia kama anapekua, yaani pale unakuta juisi zinakaa ndani hadi kwenye kubai. Yaani zinakaa tu zinaendelea kukaa. Yaani unakuta kwamba unaanza kujiuliza mbona huu muundo uliopita nimeuza vizuri tu. Hii hapa kwa nini? Yaani hapo inabidi uanze kujiuliza maswali, kwa sababu sio kila kitu inabidi fulani akione. Inabidi tu wao unawafanyia kama surprise majirani zako. Kama unafanya biashara, unaje tu yaani tayari ushauza. Ule anasema hamna, ni Mungu tu. Kwa sababu wengine yaani kile akishika, wengine macho yao kama umefuga mifugo, wengine akiuangalia tu unashangaa baadaye mfugo umekufa. Sio kwamba wengine hadi wakupe chakula waweke sijui nini. Wengine hata akaja kwako, ni tamu anakata. Hebu onja. Inabidi uombe kwanza, usikimbilie kuonja. Sababu mwingine kwenye ile parachichi huwezi kujua amfanye nini. Sio lazima aje amenikatakata vipande akuletee. Parachichi mwingine anaweza kukuletea nzima kabisa, parachichi limenona, yaani zuri, anakuletea, anakwambia hebu onja. Anakukatia na wewe unakula. Inabidi wewe uombe kwanza tena kwa ndani, Mungu, huyu mtu yaani amenipa parachichi, ametaka kunionyesha muda huo. Kwa mimi siwezi nikajua ni nini ambacho amekiweka kwenye parachichi. Siwezi nikajua sababu ni mwenye pale jirani, tunamzidi yuko jirani yetu. Chochote kile akiniona mimi nimekaa, leo unaanza ndio tuko chakula. Sijui nini? Hiki chakula ale lecho peke yake, awaje lecho. Yaani ale peke yake, sitaki wengine wale. Sasa inabidi uzidi kumuomba Mungu, huyu mtu ananipa hiki chakula. Ila sijui nini kakiniulizia kwenye hiki chakula, nini kaweka kwenye hiki chakula. Inabidi tuzidi kuomba. Tuzidi kumuomba Mungu. Yaani tuzidi kumuomba Mungu toba, msaada, ufahamu. Amina. Amen.